Msichana alikonyoa kwa bahati mbaya mmea wa porini. Alimkabidhi kwa mgeni mgonjwa sana ili kumtibu ugonjwa wake. Mwanamume alimwamini msichana na akaila. Mara moja alianza kutapika damu. Walinzi wa mwanamume walimsukuma msichana mara moja. Walimtazama kuwa muuaji. Wakati huo, mwanamume aliinuka na kuwazuia. Macho yake yaliyokuwa vipofu na miguu yake iliyokuwa imepooza ilipona. Ni msichana aliyemsaidia. Ili kuonyesha shukrani zake, mwanamume alimrudisha msichana nyumbani kwake. Alitaka msichana aonje maisha ya utajiri. Aliwaambia watumishi wake walelete gauni nyingi nzuri za malkia. Baada ya hapo, alienda kwa sababu alikuwa na jambo. Hata hivyo, Ana, mbwa wa mwanamume, aliwasha wivu. Alitia vitu vichafu kwa siri kwenye gauni. Mbwa wa msichana aligundua kitu cha kutiliwa shaka na akafichua mpango wa Ana. Makochora yalionekana kwenye mikono ya Ana baada ya kugusa gauni. Alikimbilia kwa wazazi wake kwa huzuni kulalamika. Wazazi wa Ana walikasirika sana. Waliamua kumfukuzia msichana. Kwa bahati nzuri, mwanamume alionekana kwa wakati na akamlinda msichana. Mwanamume na kaka yake walizozana kwa nguvu. Wakati huo, habari mbaya ya ugonjwa wa baba yao ilitoka kwenye chumba. Madaktari waliokaribishwa hivi karibuni walikuwa hawana uwezo juu yake, lakini msichana alisema anaweza kumtibu. Wazazi wa Ana hawakumwamini. Kwa hivyo msichana alimpapasa kwa upole uso wa tajiri kwa nywele zake. Katika sekunde inayofuata, saratani yake ya mapafu ilipona. Kutambua kuwa msichana alikuwa amemsaidia, tajiri aliamua kumchukua kuwa mjukuu wake na alimteua mwanamume kuwa mrithi wa kampuni ya ukaguzi wa vitu vya zamani ya familia. Wazazi wa Ana hawakukubali. Mrithi anapaswa kuwa na ujuzi mkubwa wa ukaguzi wa vitu vya zamani. Kwa hivyo pande zote mbili zilishiriki katika mnada wa vitu vya zamani. Walijaribu kushindana kupata sifa kwa kukagua vitu vya mnada. Kitu cha kwanza cha mnada kilikuwa sanamu ya paka ya mawe. Msichana angeweza kutambua mara moja kuwa ilikuwa hazina, lakini alimzuia mwanamume aliyekuwa karibu kutoa zabuni. Wazazi wa Ana walifikiri mwanamume hakuwa na pesa. Kwa hivyo waliongoza kwa kununua sanamu ya paka ya mawe kwa dola milioni 6. Walipeana sehemu yenye thamani zaidi ya paka kwa binti yao kama zawadi. Kisha walitupa mwili wa paka chini, lakini hawakujua kwamba sehemu yenye thamani zaidi ilikuwa mwili wa paka. Kwa hivyo msichana alivunja mwili wa paka mbele ya kila mtu. Ndani kulikuwa na jadei bora. Baada ya ukaguzi na wataalam, thamani yake ilifikia dola milioni 60.